Jambo la kwanza tulikuwa na somo linalosema namna ya kurejesha umiliki wa ardhi yako. Namna ya kurejesha umiliki wa ardhi yako. Tukasema ardhi ina kinywa, ardhi ina miguu, ardhi ina uhai. Tukasema ardhi ndiko tunapopanda, ndiko tunapoishi, ndiko ardhi imepewa jukumu la kututunza kwa kila kitu. Na mbingu zilizoko hapa ni shahidi. Kwa hiyo ukijifunza kuombea ardhi yako kiroho, maana yake Mungu anakupa umiliki wa kutawala hiyo ardhi kama alivyokusudia. Kwa maana akamwambia Israeli, nitakutoa, nitakupeleka katika nchi niliyokusudia. Sasa Mungu anaweza asikuhamishe ukaenda kwenye taifa lingine, ukabaki kwenye ardhi uliyopo, lakini hiyo ardhi ikakutambua, ikakuheshimu. Nikasema kwa nini huwa mtu akienda kukuloga, haji kukuloga ukiona anakuja kuchimbika ardhi kwenye ardhi yako kitu fulani, ardhi ya biashara yako, ardhi ya nyumba yako, kwenye banda la kuku, vyote vile tu. Kwa nini anakuja kuweka ilizi pale? Sasa nikasema ardhi na kimi naongea, ardhi sio kwamba ndio tu inakutesa, ila ile ilizi inaweka kwenye ardhi yako, kuna neno linasemwa, na hilo neno ndilo ardhi inalokamata ili nikutese nayo. Sasa nikakwambia juzi, namna ya kushughulikia ardhi yako, namba moja ni kufanya maombi ya toba. Sema maombi ya toba. Sema kwa sauti, maombi ya toba. Rudia, sema maombi ya toba. Sema maombi ya toba. Nimesema wewe mtu wa kuomba maisha maombi ya toba bila kujihesabia haki. Kuna mtu anajiona hana dhambi na kujiona amekamilika. Kwa kifupi tu, aliyekamilika ni mmoja tu, ni Yesu Kristo. Na usije kanisani kwa kuangalia watu wengine kwamba yule ana dhambi, yule hajakamilika. Ile ni roho ya shetani. Ukishaona tu wewe unaona tu madhaifu ya wenzako, elewa uko chini, una kiwango cha chini cha kiroho. Mtu ambaye anakuwa kiroho haoni madhaifu ya watu wengine, ataona madhaifu na ataona wakiimarika kama kwa viwango vingine. Na mtu usiangalie madhaifu yako. Kuna mtu unaangalia madhaifu yako alafu unaomba shetani ya kuhukumu. Madhaifu yasikuhukumu, ruhusu madhaifu ya kufundishe. Maana kwenye madhaifu yako ndiko Mungu anajitwalia utukufu. Ukifika mahali pa kujiona huwezi kufanya bila Mungu, hujakamilika, itakufanya kila siku uachilie toba na kunyenyekea na kushuka na kutojihesabia haki. Watu wengi hasa waliokoka ni watu wanaopenda kujiproud. Sisi tumeokoka. Hujafika. Paulo anasema sijafika, natenda neno moja tu, na yasahau yaliyopita na yachuchumilia yaliyo mbele. Na ukitaka kuwa mtu wa baraka, achana na maneno ya watu, achana na vitu vinavyoumiza, tafuta visivyoumiza, tafuta vitakavyokupa furaha. Songa. Ukiwa mtu akupokea vitu vinavyoumiza, mwanangu utakufa siku chache. Achana na vinavyoumiza. Lakini namba mbili, unapoomba maombi ya toba, kumbuka kuwa mtu wa kusamehe. Hata waliokuumiza wasipokuomba msamaha, wasamehe. Sema amen. Sema amen. Jambo la pili, kwa nini ufanye maombi ya toba? Unaweza kukuta ardhi yako haisapoti vitu vya baraka, haileti vitu vya baraka, haikusaidii kwa chochote, wala ufanikiwi, lakini aliyesababisha wewe usiwe mtu wa baraka, uwe mtu wa mateso, si wewe umetenda dhambi. Kwa hiyo kuomba pia toba, kuomba rehema, sio kwa sababu tu umefanya dhambi. No, yamkini hata hujafanya chochote, lakini kuna kifungo kwenye ardhi yako. Kuna kifungo kinakutesa kwa sababu waliokutangulia kuna vitu wamefanya. Kwa mfano, unaweza kukuta madhabahu ya bibi ipo, madhabahu ya babu ipo, madhabahu ya mjomba, madhabahu ya shangazi au wachawi. Wewe hujafanya dhambi kabisa, lakini kuna watu ambao wamekuchukia, wakaenda wakaweka kitu karibu na ofisi yako, wakaenda wakasemesha ardhi ya nyumbani kwako, wakasemesha watu wafarakane, wasiishi pamoja, mke wako ateseke, mume wako asifanikiwe. Kwa hiyo ardhi ina taarifa yako. Nikasema ardhi ikilogwa ukitoka asubuhi ina taarifa yako kwamba anayetukanyaga ni mtu aliyekataliwa, anayetukanyaga ni mtu haruhusiwi kuolewa, anayetukanyaga haruhusiwi kuwa kwenye ndoa. Why? Ardhi ulipo ina historia ya mabibi na mababu.
wazazi walifanya, aidha waliabudu miungu, aidha walizika vitu, na vile roho waifi, roho hazifi, roho zinaishi milele. Kwa hiyo zile roho hata kama babu hayupo, zile roho zinainuka tena kuwafuatilia nyinyi. Kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 1 hadi 5 anasema usiwe na miungu mingine, usiabudu miungu mingine ila mimi. Alafu anasema usifanye hivyo, maana ukifanya hivyo mimi Mungu nitakasirika. Mstari wa 5 anasema hivi, mimi ni Mungu mwenye wivu na wapatiliza watoto maovu ya wazazi wao. Sasa fikiri wazazi wamefanya na watu mimi. Nikatoa juzi mfano wa chungu. Chungu kuna kitu kinaitwa chungu, wanasema anapasua. Kila kabila lina mila yake, lina utaratibu wake. Chungu ikipasuliwa, anayekufa sio mlengwa, inatafuna familia nzima. Kwa nini uombe pia toba? Sio kwa sababu tumefanya dhambi, lakini yamkini kwenu waliwafukuza watumishi wa Mungu, wakanena mambo mabaya. Waliwapiga wale wazee wakatamka laana. Kwa hiyo cha kufanya, jitenge na hiyo laana. Kwamba mimi nimezaliwa kwenye familia, lakini nataka ukombozi kwenye ardhi yangu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nenda kacheki. Angalia maisha unayoishi. Angalia maisha ya wazazi wako wanaoishi. Unaweza kutabiri maisha unayoishi ndio maisha mama yako alikuwa anaishi. Unaweza kuta kijana maisha unayoishi ndio wazazi wako waliishi. Lakini nataka nitangaze kwa nini madhabahu, haijalishi babaka alikuwa maskini. Sikilize, kuzaliwa kwenye maisha umaskini au kwenye maisha ya duni haina maana kwamba ndio utafia kwenye maisha ya uduni. Kuzaliwa kwenye maisha ya chini sio dhambi. Kwanza umshukuru Mungu na umshukuru yule mzazi aliyekuzaa hata kama hajakusomesha. Kuna mtu anasema wazazi wangu hawajanisomesha, na kwa taarifa yako kuna waliosomeshwa lakini hawana maisha. Na kuna ambao hawajasomeshwa lakini wanaadhiri wasomi. Tatizo liko hapa sio kusoma. Kwanza mshukuru mamaka aliyekuzaa ya kunyonga. Shukuru babaka amekuzaa ya kunyonga. Sisi kama unanielewa bahari hapa. Sio maana mnalaana kwa sababu umezaliwa, labda baba ana kiwanja, labda ana ndoa kukupa, unaanza na unapita kwa mama, mnasakama mzee, mnasakama mama, mnasababisha baraka kwenye familia. Nisikilize mwanangu, nisikiliza. Kama umezaliwa kwenye familia, hata kama umekuta babaka hana kuku, maana mtu amekuzaa miti, amekuzaa kama kijana, gonga kifua, na wewe Bwana, ili umeruhusu nije, kuna kusudi la beba. Kama nimezaliwa kwenye masikini, atakayeleta utajiri mimi, atakayebadilisha masikini mimi. Asili kama naongea na watu ambao wanaelewa mahali hapa. Nataka hivi niseme, wewe uliyezaliwa kwenye maisha ya uduni, hautafia kwenye hiyo maisha. Na Mungu ametoa nikwambie, kuna watu wengi, na Mungu akaniambia, kuna watu wengi wanapita pagumu na maisha yao yako chini, wengine wamelaaniwa, wengine wamelogwa, wengine watoto zimeibiwa, lakini Mungu akaniambia, haina maana kwamba watafia kwenye hiyo maskini. Aliyozaliwa kwenye maskini ndio atakaobeba hizo bomba, ndio atakaokuwa matajiri, ndio atakaofungua biashara, ndio atakaojenga nyumba. Nataka nitamke kinabii, kama babaka alikuwa kwenye nyumba ya makuti, hautafia kwenye hiyo nyumba. Kama babaka alijenga nyumba ya bati, nenda kajenge ghorofa. Kama babaka alikuwa na ploti ndogo, pokea upako kununua maploti. Kama babaka hajawahi kuendesha gari, na kutamkia utaendesha gari wewe. Kama kuna hajawahi kuingia chombo cha moto, kupitia wewe chombo cha moto ikasimama pale nje. Nasikika kweli mahali hapa? Saidia kumgusa mzoko, kumwambia lo. Cha kwanza amuka kwenye toba, maana ujui kinachopoteza. Lakini la pili, utakapoomba kwenye toba, ingia kwenye maombi ya vita. Mwambie Mungu, kama baba alikufa hana hata nyumba, leo nitaweka nyumba hapa. Kama mama alikufa hana nyumba, nitaweka nyumba hapa. Kama baba alikufa hana hata baiskeli, nataka nisikie toto pale nyumbani. Kama kuna wajenga nyumba ya bloko, atakayeanza ni wewe, atakayeanza ni wewe. Nisikilize, umasikini sio kuendesha toroli. Umasikini sio kwenda kulinda kufanya kazi ya ulinzi. Umasikini sio kwenda kuchuma mitaro. Umasikini uko kwenye knowledge. Umasikini kifungo hakiko kimwili, kiko kwenye knowledge.
Ndio maana shetani akitaka kukufunga, anakufunga fikra, anafunga mawazo, anafunga kila kitu. Lakini nataka nikwambie, na watu ambao wana nature, wanaona mbali, huwa wanakuwa na vita katikati ya familia za kwao. Nataka niseme, wewe ambao una nature, ambao hata kama unaonekana uko chini, lakini kila ukikaa unasema kuna siku nitaweka hili baba. Kuna siku niko kwenye duka langu kubwa. Nina ndoto ya kuwa mtu mkubwa. Ile ndoto naifufua leo. Ile ndoto wanaotumia free masa hawatavuka na wewe mwaka huu. Narudia, waliokuloga hawatavuka mwaka huu na wewe. Nasikia upako unatoka ndani kwangu. Narudia tena, huu mwezi wa 10 naomba tuombe sana. Huu mwezi wa 10 kutakuwa na mambo mengi ya kutisha, lakini kama nilivyotabiri kuanzia mwezi wa 3, na Mungu akanamudi kamwambia Mungu, nataka nivuke na kanisa. Kila anayeniamini, kila anayekuamini uliyeniita, asife mwezi huu, wavuke salama. Na mwezi wa 10 ni mwezi wa malipizi. Mwezi wa 10 ni mwezi wa malipizi. Aliyekutesa atateswa. Aliyepanga mabaya atapokea mabaya yake. Aliyetesa ndugu zako kwa walevi, mwezi wa 10 natafuta kinabii, machozi yako yatafutwa. Nasikia kweli mahali hapa. Kudia mwezi zako, mwezi wa 10 ni mwezi wa malipizi. Uko tayari achilie nguvu ya Mungu? Kuna watu wananisikiliza hapa, kuna taarifa mtapokea kweli mlikotoka. Kuna ndugu zako wameniuka, wamekuwa muda kwenye maisha yako, na wanapanga wa kumaliza mwezi wa 10. Unapoongea hizo vitu ambacho sioni, nataka nitamke walichopanga maneno kila warudia wao. Mungu anayefuta machozi anakwenda kufuta machozi. Nasikia kweli mahali hapa. Nasikia kweli mahali hapa. Kusoma kitabu cha Nyakati 7 tulisoma juzi. Anasema ikiwa watu wangu wanaitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba rehema na kuomba msamaha na kutubu na kuziacha njia zao mbaya, anasema basi nitasikia maombi yao. Mungu anasema tukiachilia toba atasikia maombi yetu. Lakini namba 2 anasema atasikia maombi, alafu atasamehe. Alafu namba 3 anasema ataiponya nchi yetu. Nataka nitamke ardhi yako itaponywa. Nataka nitamke ardhi ya biashara yako itaponywa. Nataka nitamke ardhi ya madhabahu itaponywa. Nataka nitamke ardhi ya kaka zako zitaponywa. Nataka nitamke ardhi ya biashara yako itaponywa. Yaani hata kama unauza nyanya sokoni, ukiweka turubai pale chini, ukikaa tu pale, nguvu hii inaponya ardhi yako. Ikiponya ardhi, wakati watoke mashariki magharibi. Nataka nitamke ndani yako amekaa pale. Una ofisi, unafanya kazi kwenye ofisi fulani. Leo ardhi ile ofisi ikutambue kwamba anayefanya kazi ni wewe. Wachao wakifika pale, wakose mwelekeo. Sema nataka nirudie, huu mwezi wa 10 maadui zetu watakuwa dambo. Naongea na watu nasema watakuwa dambo. Yaani maandiko yanasema nitarudisha mateso kwa wanaokutesa. Maana yake anayekupiga vita anadhanabu huyo atakuwa dustbin. Yaani atakuwa shimo la takataka. Alikutukana yatamrudia yeye. Alikusema yatamrudia yeye. Sio mnasikia kweli mahali hapa? Mungu akamwambia Suleiman, nimesikia maombi uliyoyaomba na mahali hapa nimekuchagulia kwa nyumba ya dhabihu. Mahali hapa mlipokuja, Mungu amechagua hii madhabahu. Iwe madhabahu ya sadaka ya moyo wako, sadaka ya maneno yako. Nataka nitangaze hii madhabahu itawaponya watu wengi. Hii madhabahu itainua familia nyingi. Hii madhabahu itainua vijana wengi. Kuna watu watatu wanaepusha roho ya kifo mwezi wa 10. Na amekuwa akiwaza hivi nikifa itakuwaje? Ninapiga hilo pepo la ajali na nikapigia sharia. Sema damu ya Yesu na mema. Roho shaka. Mwaka kutoka fanikiwe na wameisemesha hiyo ardhi. Kama tutaona watafika wapi? Mbona hakuna maendeleo? Mbona hawaendelezi chochote?
pigia ngoma hilo. Kwanza kwa taarifa nilionayo, aliyekuleta kwenye hiyo ardhi sio mume, sio mama mkwe, sio baba mkwe, wala ni mdomo tu. Yuko aliyekutuma kwenye hiyo ndoa, yuko aliyekuleta kwenye hiyo familia, aliyekutuma kwenye mbele kuambia hiyo ardhi unamilikishwa leo. Na tukasema unamiliki. Na iona nyumba ambayo imezuiliwa isijengwe, na iona inakwenda kujengwa mpaka watu watashangaa. Na hiyo nyumba wamesema tunaona hana kazi, mbona wanaendesha tu vitoro, siema unapata tu kwa neema, hawataendelea. Naiona mbao, naiona bati, naiona milango, arabo shada. Hiyo ardhi ni ya kwako mwanangu, hiyo ardhi ni ya kwako, hiyo ardhi ni ya kwako. Na huyo mtu amepigwa vita na wakwe, amepigwa vita na wakwe. Saidieni kwa katikati, saidieni kwa katikati. Kuna mtu anaanza kutembea hapa, tunaona hiyo wingo. Naiona bati, naiona bati, naiona pamoja pakolo, pakolo, pakolo. Basi, angalia nguvu ya Mungu inapita. Watu watatu, mbao zimezuiliwa. Watu wanazuia mpaka bati. Wanasema ataondoka. Roma shaka. Ninaona bati, naona mbao. Angalia wanapokea. Roma shaka. Pepo wachafu, nguvu za giza. Alijiwa na uodada, alijiwa na wanaume. Na alipigwa vita. Na alipigwa vita na mama mkwe. Alipigwa vita upande wake. Wakisema tunamchukia wa vijana. Mama nyoka anakimbia. Hiyo nyumba inakuja. Pokea. Hawatazuia. Kwenye marizi, unaona mtu ambaye ana kipawa cha kufanya vitu vikubwa, cha kufanya biashara, lakini ana vita upande wa ndugu, ana vita upande wa watoweza, anapiga upande wa mashemeji, na anaelekea kikao, alafu anapanga msiba wake. Wanasema atakufa mwezi huu, ndio atakufa mwezi huu. Na kuna sana sikia mapigo ya moyo yanaenda kwa spidi, na kuna sana sikia hofu. Weka mikono juu. Naona kikao kinatoka upande wa wakwe, wakisema hatutaki kwenye hii ardhi. Naona wamekwenda kwa mganga, na mtu amekuwa kilia usiku, kitanda chake kimekuwa machozi, akisema ninawakosea nini? Mbona sina uchawi? Mbona sina ubaya nao? Mbona sina vita nao? Lakini kinachopigwa ni kitu anachobeba. Kwenye uzao wake kuna wafalme wanakuja, na kuna vitu vya watu wameharibu. Wanasema pigeni. Nasema hivi, hiyo kikao cha kichawi hakitaendelea. Kwenye hiyo ardhi waliokupiga vita, kwenye hiyo ardhi wataandika historia yako. Waliotangaza mabaya yako watarudi kutangaza mazuri yako. Narudia. Waliotangaza mabaya yako, waliotangaza kama umefika mwisho, waliokusema mpaka kuna na mwisho. Mungu ameniambia jana, nitakwenda kuwafuta machozi watoto wangu. Na kuambia hivi, mwezi ni mwezi wa malipizi. Naona madhabahu za kichawi zikifa, zikiondoka. Kuna mashujaa wanainuka. Sema sitakufa nitaishi. Jana nilikuwa naomba Mungu akanikasikia sauti kiniambia watu waliokuwa wamekuwa ni watu wa kudharauliwa sana. Watu wanaoangana maombi, wanaokwenda kanisani, wanaolia na mpingu, wamekuwa ni watu wa kudharauliwa sana. Na kuna watu hata waende kanisani, hawaendi hata kanisani, hawaombi hata kama unavyoomba, eti wanabarikiwa, wewe unabaki. Nyumbani kwako ndio kuna shida, ndio kuna dhiki. Mungu akaniambia, nitajifunua kwenye ile madhabahu. Kuna watu nitakwenda kuwafuta machozi. Nitafuta machozi yao. Waliowacheka, waliookoka, wapatie waliookoka, wanayemungu hai. Katika nchi ya Tanzania, utakuwa na pamoja ambaye sifa za Mungu wako zitatangazwa. Anasema kila aliyedharau, heshima yao inarudi. Usema heshima yao inarudi. Kuna watu mmesema sana, kuna watu mmekataliwa sana, kuna watu mmechafuliwa sana. Ni saa ya kusafishwa, saa ya kusafishwa, saa ya kusafishwa. Kuna watu mliumizwa, kuna watu nawaona
wameumizwa na maneno, wameumizwa na mapito. Yaani kuna saa ukikumbuka mambo fulani mioyo inauma. Kuna mmoja moyo wake unavuja damu. Anasema najuta ningekujaje hapa, nilikujaje hapa, nimekujaje hapa. Kuna soka akitazama amezungukwa na maadui kwenye ardhi yake. Angalia na achilia nguvu ya Mungu. Machozi yako yakafutwa kwenye hiyo ardhi. Yakafutwa kwenye hiyo ardhi. Yakafutwa kwenye hiyo. Kuna mmoja alipanga kukimbia hiyo boga. Alipanga kukimbia hiyo ardhi. Alisema bora niondoke. Ninaona miguu yake anabeba miguu ya mamlaka. Na Mungu ananiambia ni mtumishi wangu. Samueli, ni mtumishi wangu. Anapanga kukimbia. Ana mipango ya kukimbia. Anajuta ningejua nisingeelewa. Ninaona kwenye ardhi yote akiniambia mimi ni mwanamke mchawi. Niko kwenye ardhi hii. Wewe unamtazama tu mtu kama mtu, lakini kwenye ulimwengu wa roho ametujina damu nyingi, ametujina kafara. Mmoja alimwambia mume wake, mume wake ameshakuwa marehemu, mume wake aliyekutetea roho ya ajali, alitukua roho ya kuugua na alitakiwa angekuwa mjane. Ninaona alizuia. Halafu anasema ametunguzia vitu. Wala shaka ilarishi, ewe nyoka. Nasikia tu sauti kinaambia mzuia asiondoke. Anavita kwenye malango. Na kuna tabia mume wake anaye, kuna tabia mke wake anaye. Anashindwa kuelewa tabia inatoka wapi. Mungu ananiambia mwambie sio tabia ya mume wake, sio tabia mke wake. Kuna nyoka, angalia roho ya mwanamke mchawi anayefanya kazi ya kuwasambaratisha. Kuna nguvu imeshuka hapa, kila mtu tayari. Usimwangalie mtu, washangaa. Usimwangalie mtu. Mwambie Bwana saa ya unabii, saa ya matamko yanapopita na mimi ni mmoja wapo. Kuna mwingine unaona tu kipaa cha nyumba, halafu akaandika atafia kwenye nyumba. Mwingine naona anajenga, halafu mmoja kazi inaharibika. Mazuri alikuwa na neema, kazi hiyo neema ikapotea. Unaona wachawi wataandika kwenye ardhi wakisema ana neema, tulifikiri atapotea. Tunafunga hiyo neema, angalia ardhi, piga kelele, ardhi piga. Na naona mtu kwenye ardhi, naona tu material. Na huyo mtu alishambuliwa sana. Mmoja aliwahi kushambuliwa na roho ya utiai sana na fangasi, lakini la pili aliwahi kushambuliwa na roho ya chini mahaba. Na muona mwanamke ananiambia haujajua tu, ninavita naye. Roho achia mikono yake, weka mikono juu wakati weka, achia mikono yake. Chini mahaba. Achia mikono ipeleke baraka kwa mume wake. Achia mikono ipeleke baraka kwa mke wake. Achia mikono ndio. Na muona mwanaume aliyetaka fahamu, alipotaka fahamu haleti chochote nyumbani, haangalii familia, hana uchumi na familia. Ninaona kwenye ardhi wakaandika tekeni fahamu za mume wake, huyo aondoke. Akipita kipindi kigumu, roho imevunjika, hakuna kitakachoendelea. Angalia kuna upako unapita. Na kabisa kila madhabahu, macho fahamu za mume wake. Na muona mtu ni kijana na binti. Na waona katika ulimwengu roho wana uchungu na familia za kwao, wanaombea kwao unapelekwa. Naona roho ya ulevi imetanda, halafu naona roho ya maskini imetanda. Na muuliza Mungu anasema yuko mmoja na mtafuta kwenye ibada hii, yuko mmoja ambaye Mungu saidia wasikie. Kuna mmoja Mungu anamtafuta, ni mkombozi wa familia. Unaona ameandika kwenye ardhi, ndugu zake watakufa, watafia kwenye pombe, watafia kwenye umalaya, hawataangalia familia. Watu watatu wanabeba mzigo wa familia. Hapa nawaita kilia. Walipokushikilia, walipoona unapata
kizazi chake, toka kwenye kizazi, pepo limekaa kwenye kizazi, naona pepo limekaa, natumia damu yake, tumekaa kwenye kizazi, tumekaa kwenye kizazi na kiona, kwenye hali ya kwao, kuna nguo ya ndani iona, imechukuliwa kwenye kamba, ukapeleka baharini, ukapeleka kwa waganga, na wamepanga mazisha huo vitu, wamepanga mazisha huo kijana, wanasema ana ndoto, rapa, pepa, uliakaa, kanjia nguo, rapa, uliakaa, kwenye kitofu, rapa, uliakaa, kwenye kitofu, move out, toka sasa, achia kitofu chake, achia kitofu, naona mtu, anaona heavy, na anasikia maumivu makali, pepo likinyamia, tumeka, mwingine kuna sana nasikia kiuno, katikati ya kiuno kinamuuma, akiinama, anasikia maumivu, naona amewekea kitu kama sindano, halafu anasema, anabidi, anajituma iti, mbona kata tamaa, kwenye kiuno, ameweka kitu kama sindano, pepo, umetumwa, kwa ajili ya kumzofisha, ili ya paralyze, toka, yuko mama moja, naona watoto wake, wako level ya chuo,
Niache.